So I think this is the first church
the last sentence, hata zile nyingi nilitype tu vibaya kwa internet nikitafuta. Bwana Yesu asifiwe. And I remember that day nikiwa nasikiza huu wimbo, I really cried before God. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia maneno ya huu wimbo, inasema neno lake ni takatifu ambayo imehifadhiwa kutoka kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo neno lake ni kwa sababu ya sisi kutembea katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Alafu inasema the resound yani ni kama zinaleta ile sauti ya moyo wa Mungu. They resound with God's own heart. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mwimbaji akaimba akasema, wacha basi hiyo neno yenye ilihifadhiwa kutoka kitambo. Impartation ni nini kwa Kiswahili? Ilipachike. Unajua impartation, si unajua impartation? Unaelewa? Hata hiyo, yani that one. Nashinda neno la Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaelewa, si ni ukweli? Wakati unasikia mtu akisema ninaenda for impartation, inamaanisha whatever that is in me I impart in you. Yani ninaipitisha kwako. So huyu mwimbaji alisema, wacha hiyo neno kwa sababu inakuja na the heart of God. There is something the heart of God. Basi wacha hiyo neno inipachike kile chenye Mungu ananena. Kote kwa Mungu. Tunataka mpaka hapo. Hivyo basi nikauliza Mungu, ni nini unakusudia basi niongee kilipa wewe? Kuna mambo matatu nienda kufanya. Bwana Yesu asifiwe. I would say today I'm going to preach. I have just brought instructions of God. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kufanya hili, nataka Mungu anasema njoo tusemezane pamoja. Bwana Yesu asifiwe. So ningetaka kila mmoja anisikize vizuri kwa sababu tunaenda kusemezana pamoja. Mungu huongea, ukweli ama uongo? Bwana St. Peter zimesema tunasemezana, si ni sawa? Mungu huongea, ukweli ama uongo? Kwa sababu kwa Biblia tunaona alikuwa anaongea nyakati za kale, hata sasa hivi anaongea. Ni kweli? Watu wangapi wacha ile mahubiri na ubiriwa hapa, ushawahi kitu personal. Yaani in your life unajoelewa hiki ni Mungu ananena. Kama ushawahi hiyo, siku hii tukija kusema, tunaendelea tunasema kuna watu wameinua mikono. Umejuaje anaongea na sio mikono juu ya kuandika ushawahi kuelewa? Wewe na maisha hii kabisa ya huku hivi. Hamjawahi kuelewa na Mungu siku hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema nishawahi kuelewa na Mungu siku moja? Sasa sio wapo. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba Mungu unena. Bwana Yesu asifiwe. Vile Mungu ananena kwako kama individual, pia Mungu unena na kanisa. Sijui kama mmenielewa. Mungu anaweza ninenea mimi kama Agnes. Ni sawa? Kwa sababu kuna kitu ambacho ndani ya maisha yangu chenye nataka labda nirekebisha kama kitu kinakuja, anaweza ninenea mimi kama Agnes. Ni sawa? Na pia Mungu anaweza tunenea sisi sote kama kanisa. Mmenielewa? Tukinenewa kama kanisa, kuna changamoto moja. Kuna vile tunaweza nenewa ikawa hiyo maongezi imekuja kwa sababu ya mtu mmoja. Sijui kama mmenielewa. Kuna wakati wana wa Israeli walienda kupigana vita na wakapigwa vikali sana. Mpaka Joshua akarudi kwa Mungu, akamuuliza kwa nini tumeshindwa? Jibu la Mungu ilikuwa nini? Mmeniacha. Wangapi walikuwa wameacha Mungu? Si nini wasoko wa Biblia? Nimesema na tunasemezana. Wakati Mungu anaambia wana wa Israeli mmeniacha, ni watu wangapi walikuwa wameacha Mungu? Wewe. Ni watu wangapi walikuwa wameacha Mungu? Mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa sijui acha na mani aka, depending whether you went to group of schools or school of groups. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye peke yake alifanya wana wa Israeli washinde. Lakini ona kile Mungu ananena. Haneni kuhusu Akan, ananena kuhusu kikundi chote cha wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Leo ningetaka tuongee kuhusu sauti ya Mungu kwa kanisa lake la St. Peter's. Na nimekuambia kinena na kanisa inakuwa ni like wholesome. Najua natafuta neno ya Kiswahili. Wholesome kwa ujumla. Thank you my brother. Ningetaka kutoa
testimony. Leo nataka nichukue uchi mbele zenu. Si ya physical. Kuna kitu nataka kuambia kwa sababu hii testimony hata sijaiambia mtu, lakini leo ndio siku ya kwanza to share. But na nataka kusema hivi, wakati mtu ana share testimony, haimaanishi ile ndio mtakatifu. Nataka kukuonyesha vile unasoma kuhusu Paul, pia Mungu ananena wakati huu. Kweli na siku hii. Wakati dada Grace Bucha amekuja hapa akatoa ushuhuda kuhusu mtoto wake, kuna kitu najua mama moja mawili wameshika. Sasa ni kweli. Tukianza huu mwaka, mimi Mungu alinitumia watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka tulikuwa baada 21 days of prayer and fasting. Na ile siku tulikuwa tunaombea watoto. Sijui it was which day of the prayer and fasting. Nakumbuka tulifanya ibada hapa na mchungaji Sita alikuwa ameniambia tabu. Bwana Yesu asifiwe. And I think it's like I forgot. Nikaenda nje. Nikiwa nje akaniambia kumbuka nataka kukuona. Nilikaa hapa na mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Na akaniambia Mungu amenituma kwako. Nikamwambia ni sawa mchungaji, nataka kusikiza. Anisomea Jeremiah 1 na Isaiah 54. Sitaweza kama. Akaniambia Jeremiah 1, I have called you to be a prophet of the nations I knew. Before I formed you in your mother's womb, I knew you and I named you. Alafu akanisomea Isaiah 54 na akaniambia Mungu alikuwa anamwambia hiyo Isaiah 54 nitaiongea hapa. And true to our word, wakati tulikuwa tunaombea watoto, I quoted Isaiah 54:13. Wale mlikuwa kwa hiyo ibada. Wakati alininenea hivyo, nilimwambia mchungaji, "Mungu ninenea basi niombee." Na akaniombea. I think ni kama Mungu aliangalia akaona ni kama hiyo wadi yake sijaelewa sana. Baada ya wiki mbili nilito na dada Eva. Bwana Yesu asifiwe. Eva Hoffman. Sitaweza huyo siku tulikuwa tunachopaka pale mbele. Maombi ya kiki ilikuwa imeisha the last minute. I think elections za church zilikuwa zimefanyika the main months. Na akaniita hapo mkutano. Akaniambia ametumwa na Mungu kwangu. Wiki ngapi? Mbili zilizopita. Wiki mbili. Wiki mbili zilikuwa zimepita. Na ukiangalia wiki mbili it was the same time she spoke to me. Akaniambia na niliogopa kuja kukuambia. Nikamwambia kwa nini uliogopa kuja kuniambia kama Mungu ametuma kwangu? Akaniambia kisi kubaya, lakini mimi niliogopa kwa sababu ile ujumbe ni kwa mama. Nikamwambia mama, siku nyingine ukitumwa na Mungu kuja kuniongelesha usio niogopa kwa sababu si wewe ni Mungu anasema. Eva, what Pastor Jacinta spoke, it was not clear, but Eva had the clear instructions. Eva aliniambia, Mungu ameniambia, you are not supposed to be in any leadership position in this church. Nikamwambia akaniambia nionyeshe watu walikuwa wamefunga laini, na akaniambia enda uambie Agnes atoke kwa hiyo laini. Ninamuita akakuwa nabii wangu kwa mataifa. Uliniambia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa kwanza amesema na nitakuwa nabii kwa mataifa. Lakini ujumbe wa pili uliniambia chenye ninafaa kufanya. Aliniambia nisikuwe kiongozi mahali popote. Ndio maana after elections on the second week, vikundi vyote ambavyo nilichaguliwa nilikataa. Bwana Yesu asifiwe. And I remember the last one I think ilikuwa na info, nili SMS mchungaji wangu nikamwambia, due to some personal reasons, I request let me not. Na leo wengine waliniapproach hata private wakifikiria maybe kuna kitu nimekasirika na watu nikamwambia hapana, ni Mungu. Wengine nikawaambia nitakuja kuambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ninatoa ushuhuda? Biblia inasema in a witness of two, a matter is confirmed. Sijui sasa hiyo niambie kwa Kiswahili ni nini? Katika mashahidi wawili jambo linawekwa hapa sana. Wewe ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alitaka mashahidi wawili ndio usichanganyikiwe. Wacha nikwambie kile kilifanyika baada ya mimi kuongea na Eva. Eva pia nilimwambia niombe hapo nje. Nikamwambia sisi ni wewe umetuma, basi ndio niombe. Akaniombea. The following Monday nilikuwa naenda ushuhudi kurudi. That is the first time we betrayed the whole country. Mnakumbuka? And I remember she called me. Akaniambia, "Aya, kwani Mungu alikuwa anafanya haraka hivi?" Nikamwambia si wewe ulikuwa nabii. Eva also called me. Akaniambia, "Lakini nimeogopa Mungu." Nikamwambia kwa nini Eva? Akaniambia sikuamini kama anaweza tumia mimi kama chombo chake. I think Eva kama alitangalia katika wale zibeba
ujumbe wa Mungu. Sijui kama mnanielewa. Akaniambia hata mimi mwenyewe nimeshtuka na Mungu. Sasa wana St. Peters tuko pamoja mpaka hapa. Ujue Mungu huongea katikati yetu. Kama hujafikiwa labda yako njiani. The same way anaweza ongea kunihusu, anaweza ongea kuhusu kanisa. Sijui kama mmenielewa. Anaweza ongea kuhusu kanisa. Wakati niliitisha Mungu ujumbe, aliniambia kanipi. Nikamwambia hiyo, bali sasa ndio kusema nihubiri nini Mungu. Akaniambia nimenena jumbe zangu nyingi na hao watu hawajanisikia. Nataka mnielewe vizuri. Mungu nimesema katika Washauri mangapi? 2 witnesses, amata is confirmed. Tarehe 7 mwezi wa 9 mchungaji Irene alisimama hapa. Wale wanakumbuka alihubiri nini? Hadi msiko tunasikizana tu maombi ndio hiyo tunanyenyea kanisa ndio maana Mungu anashangaa kwa natulipa. Tarehe 7 mwezi wa 9 mchungaji Irene alisimama kwa haya madhabahu akahubiri Jeremiah 7. Sisi kama mnakumbuka tulikuwa baada ya ibada tuende kumwona Sister Stella. Kwa mama alihubiri Jeremiah 7. Tunaisoma tu. Wakati alihubiri watu hawakuelewa ni Mungu ananena na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchungaji Irene alihubiri na zikaenda hivyo. Hivyo. Anati Jeremiah 7 anataka kumtautia. Baada ya mwezi mmoja, tarehe 5 mwezi wa 10, mchungaji aliandika mtu. Alihubiri nini? Jeremiah 7. In a witness of how many? 2. And that is confirmed. Hata mlikuwa mnamjua yule mwenye alikuja. Mchungaji wangu ndiye alikuwa anamjua peke yake na kumkuta. Bwana Yesu asifiwe. Na ule mchungaji ndio ujui ni Mungu alimnenea. Alihubiri ujumbe mwingine during English service. Lakini wakati wa Kiswahili, mimi siko nimeandikwa. Siniambo niliitwa mataifa. Nilikuwa kwa mataifa. Atinafuatana ibada imeendelea aje. Huyo mchungaji demonstrated Jeremiah 7. Alitoka huko. Ile tunaangalia hizi vitu. Si ni kweli? Na akasoma hiyo Jeremiah 7 word by word. Ulifanya nini utakwambia? Hiyo ni baada ya mwezi mmoja. Mchungaji Irene amehubiri tarehe 7 mwezi wa 9. Baada ya mwezi mmoja tarehe 5 mwezi wa 10 anahubiri ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kukukumbusha kitu kingine nikiendelea. I think around 2 to 3 weeks before mchungaji Irene ahubiri, Paul Waluma alisimama hapa akaongea kuhusu majira na wakati. I don't know who can remember that message. Na akasema kama tuko kwa majira mazuri, yale yanafuata ni nini? Wewe, kwani nilikuwa nahubiri. Alisema yale majira yanafuata ni nini? Mabaya. Kwani mtaki sema? Ana mtu mnashangaa kwani mtume zinatoka. Kwani msikizaji watu wakihubiri hapa? Alisema hivyo that ikitoka majira mazuri tunaingia kwa majira mabaya. Kama mnaweza kumbuka, he never preached about coming from a bad season to a good season. He preached coming from a good season to a bad season. Na unakumbuka huko pamoja? Wakati mwingi ni rahisi upate ujumbe ukihubiriwa mkiamua mnatoka kwa majira mabaya kana mazuri. Si kweli? Lakini hiyo siku my brother wakatani. Okay, si yeye ni Mungu ndiye mtoa mpatie. And then after like 2 to 3 weeks mchungaji Irene akakuja. Baada ya mwezi mmoja huyo mchungaji mgeni akakuja. Amekuja na Jeremiah 7. Tuko pamoja mpaka hapa. Tusome hiyo Jeremiah 7. Na tunasoma sote. Si ndio kwa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Aya, ama sisi wana St. Peters. Ni mimi nilisema. Mchungaji Irene baada alikuwa anatengeneza ujumbe na huyo pastor mgeni. Walikuwa wamesemezana. Aya, tunakubaliana dhati Mungu anaongeana. Nipatie kwa Kiswahili, ndio kila mmoja aelewe. Jeremiah 7. Ndio ujue kwa nini Mungu alisema nataka kupeana ujumbe. Aya, neno hili ndilo lilimjia Yeremia kutoka kwa nani? Bwana. To the next.
simama langoni pa nyumba ya Bwana. Huyo mtu alisimama langoni. Haya. Utangaze hapo neno ili ukisema, sikilizeni neno la Bwana. Nini nyote wa St. Peter's? Usiende hapo. Mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Next. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha nyinyi mahali hapa. Next. Msitumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Hekalu la Bwana ndio haya. Next. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamuonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakiwakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Next. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Next. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Next. Lakini enendeni sasa hata mahali pangu palipokuwa katika Shilo, nilipolikalisha jina langu hapo kwanza, mkaone nilivyopatenda kwa sababu ya uovu wa watu wangu wa St. Peter's. Na sasa kwa sababu mmezifanya kazi hizi zote, asema Bwana, nami nikasema nani nikiamka mapema na kunena, lakini hamkusikia, nami nikawaita wala hamkuniitikia. Next. Basi nitaitenda nyumba hii iitwayo kwa jina langu mnayoitumainia, na pahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu, kama nilivyowatenda Shilo. Nami nitawatupa ninyi mbali na macho yangu, kama nilivyowatupa ndugu zenu wote, yaani wazao wote wa Efraimu. Basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, huoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Watoto huokota kuni na baba zao kuwasha moto, na wanawake ukanda unga, ili kumfanyizia mikate Malkia wa mbinguni, na kuaminia miungu mingine sadaka za kinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Next. Je, watu hawa wakinikasirisha mimi, asema Bwana, hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe? Next. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: tazama, hasira yangu na ghadhabu yangu zitamwagwa juu ya mahali hapa, juu ya wanadamu, juu ya wanyama, juu ya miti na mashamba, juu ya mazao na nchi, nayo itateketea.
kupotea isizimike. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu mkale nyama. Maana sikusema na baba zenu, wala sikuwaamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu, siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri. Next. Lakini niliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru mpate kufanikiwa. Next. Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si mbele. Tokea siku ile baba zenu walipotoka katika nchi ya Misri hata leo nimewatuma watumishi wangu wote manabii. Kuna wawili tushatumiwa kwenu nyinyi, nikiamka mapema kila siku na kuwatuma. Next. Lakini hawakunisikiliza wala kutega sikio lao, bali walifanya shingo yao kuwa ngumu, walitenda mabaya kuliko baba zao. Nawe utawaambia maneno haya yote, lakini hawatakusikiliza. Nawe utawaita, lakini hawatakuitikia. Nawe utawaambia, taifa hili ndilo lisilosikiliza sauti ya Bwana Mungu wao, wala kupokea mafundisho. Uaminifu umepotea, umekatiliwa mbali na vinywa vyao. Zikate nywele zako, Yerusalemu, St. Peters, usitupe ukafanya maombolezo juu ya vilele vya milima, kwa maana Bwana amekikataa na kukitupa kizazi cha ghadhabu yake. Maana wana wa Yuda wametenda yaliyo maovu machoni pangu, asema Bwana. Wameweka machukizo yao ndani ya nyumba hiyo iitwayo kwa jina langu, hata kuitia unajisi. Next. Nao wamepajenga mahali palipoinuka pa Tofeli, palipo katika bonde la mwana wa Hinomu, ili kuwatekeleza wana wao na mabinti zao motoni, jambo ambalo mimi sikuliagiza wala halikuingia moyoni mwangu. Next. Basi angalieni, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo katika siku hizo halitaitwa tena Tofeli wala bonde la mwana wa Hinomu, bali litakuwa bonde la machinjo. Maana watazika watu katika Tofeli, hata hapata kuwapo mahali pa kuzika tena. Na mizoga ya watu hawa itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi, wala hapana mtu atakaye wafukuza. Ndipo katika mji wa Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu nitaikomesha sauti ya kicheko na sauti ya furaha, ya sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, kwa maana nchi hiyo itakuwa ukiwa. Imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuongeza, kila mtu amesikiza hiyo neno vizuri. Mlisomea hapa tarehe 5 mwezi wa 10. Ni kweli ama si kweli? Mchungaji Irina alihubiri the same a month apart, tarehe 7 mwezi wa 9. Bwana Yesu asifiwe. St. Peters mlifanya nini? Kuna kitu nataka kusema. Wakati Mungu anakemea watu, haimaanishi anachukia. Wangapi ni wazazi hapa? Wazazi, wewe uko na mtoto. Wangapi wamechapa watoto wao? Kama ushawechapa mtoto wako, unamchapa kwa sababu umpendi? Haya. Nimesema tunasemezana. Unachapa yule mtoto wako kwa sababu umpendi? Unamchapa kwa sababu unataka arekebishe tabia. Isn't it? Na mimi nataka kuuliza St. Peters, kama ni ukweli tuko hapa ndio utoke mbinguni, kwani sisi si watoto wa Mungu? Sisi
anasema ole wenu. Hii ujumbe ingefika Sodoma na Gomora, wangetubu uovu wao kwa kulia na kusaga meno, na ningesamehe dhambi zao. Haleluya. Matthew 11:20-24. Weke. Ole wenu. Niweke Matthew 20-24. Ole wenu. Wakati Mungu alitaka kuangamiza Sodoma na Gomora, hakuwatumia mjumbe. Hakuwatumia, kama kuna ujumbe ulitumwa, aliangamiza. Lakini anasema ole wenu, kwa sababu laiti tu Sodoma na Gomora wangefikiwa na huo ujumbe, wangetubu na sio waangamiza. Matthew 11. Mathayo 11. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambayo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Next. Ole wako St. Peter's, ole wako, kwa kuwa kama ile neno ilihubiriwa ingalifanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Next. Ole wako. Kuna nyingine ya Sidoni na Korazini. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida. Kuna nyingine, go to the next verse. Inaongea kuhusu Sodoma na Gomora. Lakini nawaambieni, itakuwa rahisi kwa Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Kwa sababu wao hakuna mtu aliwaambia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu aliwaambia. Mungu anasema itakuwa rahisi kwao kustahimili siku ya hukumu kuliko ninyi ambao mmesikia. Nawe Kapernaum, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika katika Sodoma, ungalikuwepo mji huo hata leo. Sisi nasema ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sodoma na Gomora ikiangamiza haikuambiwa. Walishtukia malaika wamefika na moto. Lakini Mungu anasema, yaani kama ni hiyo Sodoma na Gomora wangesikia hizo jumbe, kwa sababu wakati anaongea kuhusu miujiza, miracles are supposed to preach the word of God, isn't it? Anasema huo mji bado ungekuwa mpaka leo. Kwani sisi tuko na mioyo migumu hata upendo? Ayubu akauliza, tutachukua tu mazuri peke yake na tutachukua mabaya kutoka kwa Bwana? Nimekuambia Mungu anarekebisha, si eti ni kana kwamba anatuchukia. He wants the response of our hearts. Alituma Jona Nineve, akamwambia, enda ukatangaze hiyo nchi, siku 3 na Nineve nitaiangamiza. Ni nini kilifanyika Nineve wapendwa? Biblia inasema mfalme wa Nineve alituma ujumbe, akasema nchi nzima wafunge na kuomba mpaka wanyama, mbuzi na kondoo na kuku hawakukula siku 3. That is how much they meant to go back to their God. Biblia inasema the same prophet aliambiwa rudi, ambia Nineve nimeona kilio chao. Sifa nimemaliza list yangu. Tulikuwa tunafika namba 2. Si ndio? Haya. Tukiwa kwa ushirika wa kampeni, mchungaji mdangu wa Ibiri. Wana kampeni. Na
witnesses wangapi? Situweza. Kutoka mchungaji nani? Irene. Tukaingia kwa nani? Mugeni. Tukaingia kwa nani? Mwabeli. Tukaingia kwa nani? Mchungaji Mudani. Tukaingia kwa nani? 5 witnesses na bado hatuoni. Kwa sababu hizi niambia watu wote walikaa pamoja. Elia by this mwombezi. So hapo hiyo siku mwombezi na kituburia. Ni wale wanaohubiri kutoka wapi? Revelation 2. The letter of the churches. Inasema nini? Watu wakumbuke mahali walianguka na watu. Hata wakati Elia alisema akaisema mimi nilicheka. Hata watu wananiambia nimeshtuka. Exactly what our believer preached during the intercessors meeting. Bwana St. Peter's tufungue macho. Mungu anaongea na sisi kama kanisa. Na kama hatutatii, na kama hatutaenda kumgeukia, ninakuambia ya kwamba it will be bad for us than Sodom and Gomorrah. And I am not a prophet of doom. Kwani mimi ndio niambia wahubiri? Kwa sababu hakuna haja tukuja kanisani na Mungu hawezi turekebisha. Wakati mnenaji ananena hapa, tunaamka, tunashia neno, tunaenda na tunasahau kile Mungu anasema katikati yetu. Anasema ujumbe umekuwa Sodoma na Gomora. Hiyo nchi imekuwa mpaka sana. Mchungaji Mudama akimalizia kwa Kabini Fellowship alisema njia ni mtupu. Ujumbe wa Mabelile akimalizia alisema njia ni mtupu. Ujumbe wa Elia akimalizia kwa ibada ya asubuhi alisema njia ni mtupu. Wakati walikuwa kwa ibada ya asubuhi ilikuwa hivyo hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni ukweli kunaamini Mungu anaongea, kwa nini haya hatuyaoni? Si tunakubaliana tukianza Mungu anaongea? Bwana Yesu asifiwe. Mungu huongea ama haongei? Anaongea kwa kama anaweza ongea kwa kanisa. Lakini kwa nini sisi tumegumisha mioyo yetu? Tumeona tukasema hiyo neno ilipeanwa. Na the only way to change us ni kukuja mbele zake with an open heart. Niliwaambia ina goodness of 2 matters confirmed. Mimi tutumwa wengi. Sisi tumetumwa 5. Kwa sababu tumezoea kukuja kanisani, tuketi, mhubiri ahubiri, tunaingilia hapa, ukitoka huku, hakuna mtu anakaa chini angalie ni nini Mungu anasema wakati. Yesu alilia mara 2 kwa Biblia. Wakati Lazaro alikufa na wakati wa pili ni akiingia Yerusalemu. Alisema Yerusalemu, laiti umejua wakati wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Biblia inasema Hebrews 4:12. Neno la Mungu ni kama upanga unaokata pande zote. Sijui kama kuna mtu anasema ilinga akikata. Unajua hiyo swali? Sijui kumaanisha kuna wakati naingia kwa maskini na kukata. Najua mnaweza niulize na nguvu gani tumefanya. Are you more clever than God? Biblia inasema the same Jeremiah 17. He searches the hearts of men. Mungu anajua moyo wa kila mmoja. Tumezoea kukutana siku ya leo, kila mmoja akikaa mtakatifu. Haujui kule nje watu wengine wanafanya nini. Kweli ama si kweli? Na chini huyo mtu anafanya kule nje ndio kinatukula hapa because we are one family. Kwani wakati anasema ninaiambia kanisa la Efeso, ni kila mtu alikuwa mpaka hiyo kanisa la Efeso. Bwana Yesu asifiwe. So mimi ile kitu nataka kusema ni hiki. Wewe unaweza
Biblia inasema wana wa Israeli walikufa. Mpaka Daudi akamwendea Mungu, akamwambia Mungu, hata wewe unajua ni mimi nilifanya dhambi. Au watu wengine walipandishwa juu ya dhambi ya mtu gani? Simnijibu. Walipandishwa juu ya dhambi ya nani? At least Daudi alijitokeza akasema ni mimi. Sisi hapa hatujui kwa nini Mungu anasema hivyo. Lakini kazi yetu ni tufanye kama vile Nineve walifanya. Wakati Esther alijua Wayahudi wanafaa kuliwa, kile kilizuia ilikuwa ni maombi ya kufunga na kuomba. Siku ngapi? Wakati niliuliza Mungu kwa nini unaniambia yote, aliniambia I want to show you my pattern. Nineve walifunga siku ngapi? Kina Esther walifunga siku ngapi? Do you know maombi ya siku 3 na ni maombi ya kufanya nini? Averting the wrath. We cannot stay like we own our lives, St. Peter's. Hatuwezi ishi ni kama sisi ndio tunamiliki maisha yetu. Hatuwezi ambiwa saa hii ukisikia mtu akiongea kitu negative, unasema unajua yeye anaweza alikuwa anahubiri mtu. Kwani mimi sina kazi ya kufanya nikuja hapa nisimame hapa nihubiri kuhusu mtu? Bwana Yesu asifiwe St. Peter's. Sina kazi ya kufanya nikuja nisimame hapa nihubiri kuhusu mtu. Lakini shetani ametufunga macho. Kila wakati mtu akihubiri ujumbe ambao ni mzito, tunasema wewe alikuwa anahubiri mtu. Badala ya tufungue macho na tuone kuna kitu Mungu ananena. Ule mchungaji alikuwa na Reverend Onyango. Alitujua. Kama tungesikia mtu mwingine, tuachane na kusikiza mchungaji Mdamu, tuache kusikiza mchungaji Irene, tuachane na mama Belinda na Eliza. Hatungesikiza huyo akukuja. Wale watu si wanatujua. Kwa hivyo mchungaji Mdamu labda akisimama atasema, huyo mchungaji ni kama ni mimi alikuwa anahubiri. Na yeye mwenye wakukuja alikujua aje? Naomba mnijibu. Tuachane na hao wetu, si ndio? Haya. St. Peter's, sitaki mkinyamaza, tuko kwa hii safina zote. Tuko kwa hii safina zote na lazima leo tupate jibu. Tuachane na hao wetu wenye wanatujua, si sawa? Wenye wanaweza kutuhubiri, si sawa? Lakini niko na swali. Mgeni mwenye aliletwa na mchungaji Onyango alituaje? Mlisikiza neno lake kwenye alisema, hata msiponialika tena, ninasema neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi ishi na Mungu. Just because your life is doing well, it does not mean it is well in the spiritual realm. Woe to the unrepentant city. Kuna story nilishangaza ya 1 Kings 21. Nyote mnajua kuhusu Ahab. Niongee hiyo 1 Kings 21 na malizia. Sisi zote tunajua kuhusu Ahab. Ahab alikuwa bwana wa nani? Jezebel. Unajua hivyo? Niongee 1 Kings 21. Nataka nisome tu few verses. Ikawa baada ya hayo, Kings 21 from verse 20. From verse 20. See verse 1. Nataka nikuonyeshe kitu. Ahab akamwambia Elijah, "Je, umenipata ewe adui yangu?" Akamwambia, "Nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana." Next. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahab kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Next. Kisha nitafanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, kwa ajili ya chukizo ulionichukiza hata kunighadhibisha
ukawakosesha Israeli. Next. Tena Bwana alinena habari za Yezebeli akisema, mbwa watamula Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Mtu wa nyumba ya Ahabu afaye mjini, mbwa watamula, na yeye afaye mashambani, ndege wa angani watamula. Next. Lakini hapakuwa na mtu kama Ahabu aliyejiuza atende maovu machoni pa Bwana, ambaye Yezebeli mke wake alimchochea. Next. Akachukiza mno kwa kuzifuata sanamu sawasawa na yote waliofanya Waamori, Bwana aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli. Next. Tumbakisha like 2. Ikawa Ahabu aliposikia maneno hayo, Ahabu alifanya nini? Akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. English inasema and he tore his clothes, na akavaa magunia and he fasted. Next. Neno la Bwana likaja kwa Eliya Mtishbi kusema, Bwana alifanya nini? Next. Huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake. St. Peter's tunajibu. Tumeambiwa hakuna mtu alikuwa mbaya kama Ahabu. Si hata sisi tunajua alikuwa mbaya. But when he was told, hata kungoja, Biblia inasema alirarua mavazi yake, akavaa magunia, akaanguka chini, akafunga na kuomba. The same night akakuwa rudi. Eli mwambie sitaleta yale mabaya. St. Peter's jibu yetu iko hapa. Lazima tufunge na tuombe. Na niliuliza Mungu, ili kufunga na kuomba tutafanya aje? Aliniambia tuchukue siku 3. Na hakuna prayer item, ni kuja kutubu. Na kama wewe unasikia huu ujumbe ni kama wa uchizi ama wa ujinga, nataka kukwambia, wakati Nehemia walijitolea kwenda kujenga nyumba na ukuta wa Yerusalemu, kuna watu wawili walijitokeza. Mmoja anaitwa Sanballat na mwingine Tobias. Wakati waliwadhiaki Nehemia, hii maneno ndio nitakwambia wewe unayefikiria tunacheza. Alimwambia tutajenga huu ukuta, lakini you have no inheritance in it for you and your children. Kama utafikiria tunafanya mzaha, ili ndivyo Mungu anasema, kwa sababu tukikuja kujenga ukuta wa Bwana utakuwa sijui inheritance ni Kiswahili. Urithi. Thank you. Alimwambia kutakuwa na urithi kwako na kwa nyumba yako na kwa uzao wako. Tuko na tabia ya kutokuja kwa maombi ya kufunga na kuomba, kwa sababu tunajisikia ni kama ni wachache, lakini hii inaita kila mtu, kwa sababu hatuwezi ishi hivi. St. Peter's siku 3 tukuje tuulilie Mungu, tukuje tumwambie ulitunenea. Tarehe 7 mwezi wa 9 ulisema hivi, tarehe 5 mwezi wa 10 ulisema hivi, Mungu tumerudi. Wewe usitaki kujua ni nini kilifanyika ndio wasema haya mambo. Si kazi yako ni kutubu. Na wacha niwaulize kitu kimoja St. Peter's. Tunajua nikiongea hivi, kuna wale wanajiuliza ako na authority gani ya kusema hivi? I want to ask you a question. Wewe ukifunga na uombe, manufaa ni kwa nani? Ni kwa Agnes. Do you know why? Mungu, kwa sababu unajua leo naongea kwa sababu hao wachungaji walimenenea. Mlifanya chochote? Sio kama wawili kati yao ni wachungaji wetu. Mchungaji Alini ni mchungaji wetu. Mchungaji Mudama ni mchungaji wetu. Unajua Mungu wakati it's like I am the last resort. Sio last resort tunaita aje? This is the last resort that is speaking. Juu hiki kisha hata siku utasikiza nani? Anasema alituma
ukilia utakuwa unalia ni kwa ajili yako peke yako, ni wewe na kizazi chako. Wale wazazi wako mahali hapa, they can tell you the pain of having a child who is wayward. Ukweli ama si kweli? Na kama Mungu anatupatia chance ya kurudi, kwa nini tusirudi? Simama mahali ulipo. Niekee Yoeli 2 tukimalizia. Niekee Yoeli 2. Let the ancient words ring out. Ancient words ever true, changing me, unchanging you. We have come with open arms. Let the ancient words ring out. Joel 2 from verse 11. Ancient one, ever true, changing me and changing you. We have found the open arms. Let the ancient one take part. Naye Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, maana matuo yake ni makubwa sana, maana yeye ni hodari atekelezaye neno lake. Kwa kuwa siku ya Bwana ni kuu, yenye kitisho sana, naye ni nani awezaye kustahimili? 12. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga, na kwa kulia, na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, na sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wetu wenu? Next. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu. Kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana harusi na atoke chumbani mwake, na bibi harusi katika hema yake. Next. Hao makuhani wahudumu wa Bwana na walie katika patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu. Hata mataifa watawale juu yao, kwani waseme, kati ya watu yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia. St. Peter's Fuga na chini. Umesikia Mungu amekusanya kila mtu. Mesema kusanyeni wazee, kusanyeni watoto, hata makuhani. Kila mmoja akuje alilie Mungu, kwa maana anasema amejawa na huruma. Katikati ya ghadhabu unakumbuka rehema, haufananishi na kitu kingine. Katikati ya ghadhabu
Lord's mercies would have been consumed. Tungeteketea ingekuwa si huruma za Mungu. Kwa hivyo, we should not take advantage of the mercies of God to live a reckless life. Tusizoee huruma za Mungu St. Peters, tuishi vile tunataka. Wengine wetu tuko hapa tunaweka mabibi za watu. Wengine wetu hatujulikani kama tumeokoka. Hata tukienda kula kazini, Jumapili imekuwa ni siku tu ya kupumzika, si ya kuabudu Mungu. Ndio maana wakati Mungu ananena tusikii. Tuko na masikio lakini hatusikii. Tuko na macho lakini hayaoni. Fungua tu kinywa chako. Ni Bwana ametusomea kama kanisa. Wengine wetu ile maisha tunaishi mtukuzi Mungu. Wapo umeingia mpaka madhabahuni mwake. Anasema ole wenu. Ujumbe umefikishwa Sodoma na Gomora wangebadilika. Kwa nini tusimrudie Mungu? Kwa nini? Kila mmoja afungue kinywa chake. Wakati wana wa Israeli walitaka kwenda kujenga ukuta wa Bwana, Biblia inasema watu walitoka katika kila nyumba. Katikati ya ghadhabu unakumbuka neema.
heshima yake iko wapi? Kama yeye ni baba kwako, basi heshima yake iko wapi? Na kama unasema ni Mungu wako, basi mbona muogopi? Nataka kumalizia kwa kusema hivi. Taita mchungaji mkuu mahali hapa. Atatupea hizo siku 3 wenye anataka tuzifanye. Lakini Mungu amesema kila mmoja, kutoka kwa wazee, kwa wamama, kwa watoto, kwa vijana, mabuani, sote tukuje tumlilie Mungu. Haulizi siku nyingi, 3 tu peke yake. Alafu anamalizia kwa kusema the last word is Ezekiel 36. Hiyo nitasoma. Ezekiel 36. Anasema hivi, wakati tutamrudia, anasema nami nitawakoeni na uchafu wenu wote. Mtaliita ngano na kuiongeza, wala si kuweka njaa yenu. Aya 33 nasema, Mungu Baba asema hivi, nchi ikaliwe na watu, na palipobomolewa pajengwe tena. Nami nitawakoeni na uchafu wenu wote. Nitaita ngano. Wale nasema sijui basi kwaje, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. This is what the Lord says. 25 to 27. Anasema hivi, nami nitawanyunyizia maji safi, nani mtakuwa safi. Nitawatakasini na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitaitia roho mpya ndani yenu. Nami nitawatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Na nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nani mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Hivi ndivyo Mungu anasema. Ile kitu anangojea tu ni tumrudie. Chungaji tupe siku 3. Tuamini na tuombe. Kubali kwamba neno lako hili Bwana lisipite tu, bali kwa hakika Mungu nipate nafasi katika mioyo yetu, nikapate Bwana kutushawishi na kutupa kauli mpya kila mmoja wetu. Roho wako Mtakatifu akatusaidie, kaichunguze mioyo yetu, kapate Bwana kufanya mabadiliko makuu ndani yetu, ili Mungu kila mmoja wetu tunapofanya shauri pamoja nawe na Roho wako Mtakatifu, ukakubali Mungu kugeuza mioyo yetu ya mawe ikawe ya nyama, ikawe ya kutii, ikawe Mungu ya unyenyekevu, tayari Bwana kwa mabadiliko makuu yanayotoka kwako. Utusaidie tena Bwana, ukatuelekeze mioyo yetu, ili Mungu tukapate kukukaribisha wewe, kukushuhudia wewe, na zaidi kubadilika sawa sawa na mapenzi yako. Uinuliwe, utukuzwe, maana ndio unayejua mioyo yetu. Utuwezeshe kwa kutubu, na zaidi ya yote kwa kujinyima, tukapate Bwana kuelekezwa katika
njia ya kweli, haki na uzima. Asante Bwana, unapotenda hivyo kanisa lako hili ukalichuje wewe mwenyewe, ukalipepete wewe mwenyewe na ukaliuishe wewe mwenyewe. Neema yako hakika Bwana ikaturehemu, na kila mmoja wetu tukapate kutazamia upya wa maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.